sana anajiposition akiwa kwenye eneo la 18. Atatokea winga ya kulia, atatokea winga ya kushoto, atarudi nyuma kusaidia watu. Huo ndio ubora aliokuwa nao, sio? Umeelewa? Nataka niwaambie kitu kimoja, Prince Dube mwana mfalme, wale wote waliokuwa wanamsema vibaya Dube walaniwe, walaniwe. Wanamsema Dube vibaya, walaniwe. Lakini pia tuwaambie wana Yanga wote, timu yetu mmeiona, hii ndio Yanga ambayo tulikuwa tunaitegemea. Niwaambie kuanzia pale KMC, mliona Yanga namna ilivyokuwa inacheza. Tumemfunga KMC goli 4. Uwezo mkubwa sana wa mwalimu, alifanya substitution. Yaani kuanzia kwenye mechi ile ya Mtibwa, mabadiliko aliyofanya ndio kwanza alikuwa na siku moja, lakini mechi ya KMC nikawaeleza, angalieni sumu anazozingiza mwalimu. Tunakuja kupata goli 4 kiasi kwamba ndio kule tulikokuwa tunaishi sisi kwenye goli nyingi. Simba tukampiga 5, wengine tukapiga 4, Azam sio kina 8 wengine. Sio, umeelewa? Kwa hiyo niwaambie kitu kimoja, mwalimu ndio kwanza na wiki 2 bala lake mmeliona. Mtaja mwalimu, nikakumbuka kitu nikiwa pale uwanjani, ni notice jambo, mwalimu amerelax sana akiwa pale bench, hana yale mapepe kwamba labda kuna pressure ama vipi. Ni uwezo wa wachezaji walioko nao ama ni uwezo wake binafsi, anaamini mbinu anazotoa kwa wachezaji? Walimu wakubwa na wasomi wako hivyo, kwa sababu unamfundisha mchezaji, unamuelekeza njia za kupita, kila kitu unamuelekeza, anakuwa anafanya. Unaweza ukaona Yanga kwa siku ya leo imekuwa na hatari kubwa sana kuliko timu zote. Umeelewa? Mashambulizi mengi, tumekosa magoli mengi ya wazi. Nilikuwa natamani zile goli tulomfunga KMC tungefunga na hawa, na zilikuwa zinakamilika, lakini bahati mbaya nafasi hazikuwa hazikuwa vizuri. Umeelewa? Tumpongeze sana Profesa Pacome. Kiukweli nataka niwaambie, katika wachezaji hatari katika hii michezo yote watakao kwenda kuwa ghali kabisa duniani ni wachezaji wawili, Pacome na Gili Mugisha. Umeona watu Waarabu walivyokuwa wanapata shida. Sasa hao ndio watakao kuja kuwafundisha adabu Waarabu. Umeona namna alivyokuwa anawachukua, kijiji alivyokuwa anaondoka nacho, soft ball anacheza. Yaani una mchezaji Pacome Zouzoua, mchezaji wa World Cup. Una wasiwasi kweli? Una wasiwasi? Eliza, nimetazama kitu leo katika mchezo wenu. Nimemwona kocha akiwachezesha baadhi ya wachezaji ambao mashabiki na wale watu ambao walikuwa wanatoa maoni yao, walikuwa wanasema huyu acheze. Nimeona Bala Conte kacheza, Edmund John kacheza. Wachezaji wengi ambao walikuwa wapati nafasi leo wamepata nafasi. Hii ina maana gani kwa Africans? Kwanza nimpongeze mwalimu kwa kutambua hilo swala kwa wakati, kwa sababu kila mchezaji aliyesajiliwa Young Africans ana wajibu wa kuitumikia Young Africans, na sio kuitumikia tu, kuipambania mpaka ipate matokeo. Tuna michuano mingi hapa katikati, nadhani umeona baadhi ya mechi za ligi zimesogezwa mbele, ni kwa sababu ya kalenda kuwa sio rafiki. Shirikisho letu la mpira Tanzania kwa maana ya TFF wanakuwa wanapanga ratiba bila kuangalia ratiba ya FIFA, kwa sababu ili uendane na kalenda ya FIFA, kabla hujapanga ratiba yako unatakiwa uwe na uhakika na kalenda ya FIFA, uwe na uhakika na kalenda ya CAF. So ratiba ilivyotoka, mimi nilikuwa najua kabisa kwamba hii ratiba kuna sehemu baadhi ya mechi zitaahirishwa, baadhi ya mechi hazitachezwa kwa wakati, zitakuja kupelekwa mbele. Kutokana na kwamba tuna AFCON hapa katikati, tuna kombe la dunia hapa katikati, kuna mamichuano mengi, kuna wachezaji wanaenda kutumikia mataifa yao. Leo tulikuwa na kalenda ya FIFA hapa karibuni. Mchezaji anatoka huko hajapumzika, anakuja kukutana na michuano ya kimataifa ambayo ni michuano migumu. Alafu pia mpira wetu wa Afrika kama mnavyojua ni mpira ambao unatumia nguvu nyingi kuliko kutumia akili. Ni mpira ambao unataka ushinde kwenye uwanja wako wa nyumbani bila kutegemea uwanja wa ugenini. Kwa hiyo mimi nadhani nimpongeze sana mwalimu, ameifanya kazi kubwa, anaendelea kuwatengeneza wachezaji fitness yao ili iweze kukaa sawa. Mwalimu professional anapoenda kuifundisha timu ni lazima aanze kumsoma mchezaji mmoja baada ya mwingine, ili kuanza kwenye saikolojia mpaka kwenye performance ya uwanja wa mazoezi, ili kuhakikisha siku atakapokuwa anafanya rotation asiwe anafanya rotation kwa kubahatisha. Akiwa na Pacome ndani, basi Pacome wa nje kwa maana ya Ofen Chikola awe na vitu vinavyoendana na Pacome wa ndani. Siku akimkosa Pacome wa ndani, Pacome wa nje aje kumpa vitu ambavyo Pacome wa ndani angeweza kumpatia. Kwa hiyo mimi nadhani napenda sana kumpongeza mwalimu, wachezaji wamejitahidi. Unaona kila mchezaji ambaye anapata nafasi anakuwa na morali ya kuonesha kitu alichonacho. Unamuona Edmund John anaingia, anaenda kuanza kuwasumbua wapinzani ambao ni Waarabu, na ukizingatia umri wa Edmund John ni mdogo sana, kitu ambacho hapa Tanzania tumekuwa na kariba ya kutowaamini wachezaji wenye ule umri kucheza dhidi ya timu zinazotoka ukanda wa kaskazini. Kwa hiyo mimi napongeza benchi la ufundi, napongeza wachezaji na napongeza mashabiki wote waliojitokeza pande zote kuhakikisha tunaondoka na alama 3. Shukrani sana. Karibu.